Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu apewe sifa. Napenda kuchukua nafasi tena kukaribisha katika sehemu yetu ya pili ya somo letu linalosema mambo 10 ya kuepuka yanayoweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema mambo 10 ya kuepuka yanaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Na leo tupo katika sehemu ya pili. Katika sehemu ya kwanza unaweza ukaitafuta, iko mahali hapa YouTube, unaweza ukaitafuta. Tuliangalia jambo la kwanza mpaka jambo la 5. Na leo tutaendelea jambo la 6 mpaka la 10. Kabla tujaenda kufundisha, na tamani niombe. Hebu tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa uweza wako, asante kwa siku nyingine tena umetupa kibali tunapoendelea na somo linalosema mambo 10 ya kuepuka yanaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Mungu, tunatamani tufanye toba ya kweli Baba. Tunajifunza haya ili tuweze kuyaepuka, ili tunapoenda kufanya toba mbele zako Bwana, tufanye toba yenye kumaanisha, yenye kujutia na yenye kumaanisha kuacha na kugeuka kukurudia wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba tukiamini utatenda Bwana pamoja nasi katika somo hili. Amen. 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 Basi mtu wa Mungu, natamani nikuende katika jambo la 6 ambalo tunaanza nalo katika sehemu yetu ya pili. Yes, ambalo linasema katika somo letu linalosema mambo 10 ya kuepuka yanaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Jambo la 6 la kuepuka ni kuwailisha toba au hadi ya baadaye. Yani mtu anasema nitatubu baadaye. Hili ni jambo ambalo linaweza likamzuia mtu asifanye toba ya kweli, asimwendee Mungu kwa toba, kwa sababu mtu anaweza kawa anafanya dhambi lakini anakuwa hanailisha. Anasema nitatubu kesho, nitatubu kesho kutwa, nitatubu sijui mwezi ujao, nitatubu sijui wiki inayokuja. Kwa hiyo nisikilize, maandiko yanasema hivi, kwa nikusomea hapa utanisikiliza vizuri na utanielewa. Ukifungua kile kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto sura ya 6 na mstari wa 2, waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto sura ya 6 mstari wa 2, maandiko yanasema hivi, kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa, tazama siku ya wokovu ni sasa. Nini nataka niseme mahali hapa, na neno linasema mahali hapa ni kwamba wakati uliokubalika wa wewe kufanya toba ni sasa. Kwa hiyo kama umefanya dhambi, usiwe mtu wa kuahirisha kusema kwamba nitatubu kesho, si nitatubu mwakani, nitaanza kuishi maisha ya kumpendeza Mungu sijui mwaka ujao. Nisikilize, hii hali inaweza kukuzuia wewe kutokufanya toba ya kweli, hali ya kugailisha, kuahirisha hadi ya kwamba nitatubu baadaye. Hichi kitu kipaswa kuwa ndani yako, kwa sababu watu wengi husema nitabadilika siku moja, nitabadilika sijui kesho, nitabadilika sijui kesho kutwa, nitabadilika sijui baada ya miaka, lakini unashangaa mtu anaendelea kuishi kwenye maisha yale na mwisho wa siku anakuja kuondoka katika hali ya mwili bado akiwa katika dhambi. Kwa hiyo usisahau kwamba maisha hayana uhakika wa kesho. Nani anajua hatima ya kesho? Mungu ndiye anajua hatima ya kesho. Kwa hiyo kama tunaishi katika kumtegemea Mungu, lazima tufahamu ya kwamba tunapokuwa tumemkosea Mungu, tumwendee Mungu kwa toba muda ule ule. Tusiseme kwamba nitatubu kesho. Hapana. Kwa hiyo toba ya kweli inafanyika leo, sio kesho. Umejua umekosa wakati huu, leo tubu leo mpendwa. Usisubiri kwamba nitatubu kesho. Kesho ni ya Mungu mpendwa. Kesho ni ya nani? Kesho ni ya Mungu. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Miongoni mwa vizuizi ambavyo vinawazuia watu wengi sana au vinawazuia wanadamu wengi wasifanye toba ya kweli ni hali ya kugailisha kwamba nitatubu. Ile kauli ya kusema kwamba nitatubu baadaye, maana yake mtu anagailisha kutubu, anafanya lakini anasema nitatubu kesho, bado anaendelea kudumu kwenye dhambi. Na lakini inawezekana hii hali imekuwa inakutesa hata wewe. Hebu nakushauri mpendwa, unapofanya dhambi tubu hapo hapo. Ukijua hapa nimefanya dhambi, chukua dakika, kama ni chumbani ingia, piga magoti, kama ni somo, kama popote unapokuwa, mwambie Bwana nimekosa, ninaomba unisamehe. Na fanya vile kwa kumaanisha na Mungu atakusamehe. Jambo la 7 ambalo linaweza likamzuia mtu asifanye toba ya kweli, ambalo pia ni jambo la kuepuka, ni kukosa ufunuo sahihi wa upendo wa Mungu. Kukosa ufunuo sahihi, hili ni jambo la 7, kukosa ufunuo sahihi wa upendo wa Mungu. Watu wengi wamekosa ufunuo sahihi kuhusu upendo wa Mungu, kwa sababu maandiko yananiambia ya kwamba Mungu wema wake ni kutuvuta tupate kutubu. Sasa kuna mwingine ambaye hajapewa ufunuo sahihi, hajui ufunuo sahihi kwamba Mungu anapompa uhai, anapompa afya,
anapompa baraka. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza kawa anajivuna, anasema mbona mimi natenda dhambi lakini nafanikiwa, mbona mimi natenda dhambi lakini nafaulu masomo, mbona natenda mimi dhambi lakini ndoa yangu ina amani, mbona natenda dhambi lakini biashara zangu zinaenda. Nisikilize, wema wa Mungu ambao umeachiliwa kwenye maisha yako mpendwa, ni kwa ajili ya kukuvuta wewe upate kutubu. Kwa hiyo hayo mema yote ambayo Mungu anakujalia, hata kama unamkosea lakini bado una afya, bado una ndoa nzuri, bado una biashara, bado una uchumi mzuri, nisikilize, huo ni wema wake tu Mungu ambao unakuvuta upate kutubu, wala sio kana kwamba Mungu anafurahia matendo yako. Hapana. Hebu ngoja tufunue kitabu kile cha Warumi sura ya 2 mstari wa 4. Kitabu kile cha Warumi sura ya 2 na mstari wa 4. Maandiko yanasema hivi: hau wauzalau wingi wa wema wake na ustahimilivu wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Kuna mambo kama matatu kayazungumza hapa. Kasema moja, unawezekana kuna mtu huko mahali hapa unauzalau wingi wa wema wake, unadharau ustahimilivu, uvumilivu wa Mungu. Kwa hiyo unapoona Mungu anakuvumilia pamoja na kwamba unamkosea, jua ya kwamba huo ni wema wake, unakuvuta upate kutubu. Kwa hiyo hali hiyo isikupe kiburi. Hilo ni jambo la kuepuka, liepuke. Kama umekosa ufunuo sahihi kuhusu upendo wa Mungu, hilo jambo la kuepuka. Fahamu ya kwamba Mungu ni Mungu wa upendo. Kwa hiyo baadhi umeona Mungu, lakini pia kuna baadhi umeona Mungu kama ni mkali tu, uogopa kumkaribia. Nisikilize, Mungu ni pendo. Mungu apenda watu. Tulipotea katika dhambi, tulikuwa watumwa wa shetani, na ndio maana unaposoma kile kitabu cha Yohana 3:16, ufunuo sahihi kuhusu Mungu unaonyeshwa pale kwamba Mungu ni mwenye upendo. Maandiko yanasema hivi: kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo, ili kila mtu amwaminie asipotee bali hawe na uzima wa milele. Unaona kwamba Mungu ni wa upendo. Ufunuo sahihi kuhusu Mungu ni kwamba Mungu mwenye upendo. Kwa hiyo pamoja na kwamba hata kama unatenda dhambi, Mungu anakuita hivyo, njoo kwake, rudi kwake, tengeneza na yeye atakusamehe. Kwa hiyo watu hawajui kuwa wema wa Mungu ndio uwavuta watu kutubu. Kwa hiyo pamoja na baraka zote ambazo Mungu anakujalia, hata kama unamkosea, jua kwamba Mungu ni huruma tu za Bwana. Rudi mbele za Mungu sasa. Kwa hiyo mtu anayejua upendo wa Mungu utubu kwa hiari, anatubu, anajua Mungu nimekosa. Kwa hiyo miongoni mwa kizuizi ambacho kinazuia watu wengi wasiwe na maisha ya toba ya kweli ni kukosa ufunuo sahihi wa upendo wa Mungu. Epuka hichi kitu cha kukosa ufunuo. Pata ufunuo sahihi. Fahamu ya kwamba Mungu anakupenda. Alitupenda tukiwa wenye dhambi, na lengo la kutupenda ni ili kututoa katika dhambi. Ndio maana akamwachia Yesu Kristo ambaye ni mwana wake wa pekee, ili aje duniani kutukomboa sisi, kunikomboa mimi, kukomboa wewe. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba Mungu akupe ufunuo sahihi, ujue kwamba yeye ni mwenye upendo. Okay. Jambo la 8 la kuepuka ambalo linafanya watu wengi wasiwe na maisha ya toba ni mazingira mabaya au ushawishi mbaya. Mabaya au ushawishi mbaya. Okay. Inawezekana umefanya dhambi na dhamiri yako inakusudia kabisa kwamba umefanya dhambi, lakini mazingira aliyokuzunguka na watu waliokuzunguka wanakufanya ile dhambi uione ni ya kawaida. Pengine ni marafiki, labda umefanya dhambi au sijali bana, mbona jambo la kawaida sana kulewa, kuzini, kuiba, mbona jambo la kawaida sana hili bana. Wanalipamba lionekane kwamba ni kitu kidogo, lakini wewe binafsi dhamiri yako inakushuhudia. Kwa hiyo mazingira mabaya au ushawishi mbaya, hivi ni vitu vya kuepuka, kwa sababu hivi vitu vinaweza vikakufanya usifanye toba ya kweli. Kwa hiyo hichi ni kitu cha kuepuka. Na ngoja nikuoneshe, ukifungua kile kitabu cha waraka wa Paulo wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 15 na mstari wa 33. Waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 mstari wa 33. Maandiko yanasema hivi: msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kuna watu walikuwa tayari kabisa kutubu, lakini walipowashirikisha watu wengine wakamwambia, mbona dhambi ndogo sana hiyo bana, Mungu aweza wakaongea maneno yao kadri unavyoongea, mwisho wa siku yule mtu akagairisha kutubu. Nini nataka nikwambie mahali hapa? Kwa maana ya kwamba
marafiki au mazingira yanaweza kufanya uendelee kudumu katika dhambi. Inategemeana ni marafiki wa aina gani na upo katika mazingira ya aina gani. Kwa hiyo mtu akizungukwa na watu wasiothamini utakatifu, huwa rahisi kuendelea na dhambi. Yaani ukiishi maeneo ambayo watu wanashangilia dhambi, watu ambao wanaiona dhambi ni kitu cha kawaida, nisikilize, kutubu wewe kwako itakuwa ni mzigo, kwa sababu jamii uliyokuzunguka haiamini kuishi katika utakatifu, haiamini kuishi katika kumpendeza Mungu. Wengine wanaamini kwamba utakatifu utakuja baada ya kufa. Kwa hiyo mtu anaweza kaendelea kufanya dhambi, anafanya dhambi, mimi duniani hakuna mtakatifu mwingine. Lakini maandiko yanasema kwamba Mungu anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Kwa hiyo ushawishi mbaya upunguza dhamira ya kutubu. Wakati mwingine toba inahitaji kubadili mazingira. Kwa maana wakati mwingine, hebu toka katika marafiki wabaya, toka katika hayo mazingira mabaya, epuka ili uweze kufanya toba ya kweli pale ambapo unamkosea Mungu. Hebu epuka, usiendelee kudumu katika dhambi, kwa sababu kuna wengine wameendelea kufanya vitu vya ajabu, ni vijana wameendelea kufanya matukio ya ajabu ya kishetani kwa sababu tu ya kampani ya marafiki ambao wamewazunguka. Nisikilize, kutubu kunahitaji kujikana. Toka kwenye hayo mazingira, achana na hao marafiki, mrudie Mungu leo, na yeye yuko tayari kukupokea na kuyabadilisha maisha yako na kukufanikisha kiroho na kimwili. Okay. Tuangalie jambo la 9 la kuepuka ambalo linaweza kufanya mtu asifanye toba ya kweli. Ni kukata tamaa au kujiona uwezi kubadilika tena, kujikatia tamaa au kuona kwamba hauwezi kubadilika tena. Okay. Kuna mtu mwingine inawezekana ananisikiliza mahali hapa. Inawezekana umefika hatua mpaka ndugu zako wamekukatia tamaa kwa sababu ya tabia zako, kwa sababu ya mwenendo wako, kwa sababu ya maisha yako ya dhambi unazotenda. Watu wamesema kwamba huwezi ukabadilika, na sio hivyo tu, imefika pia hatua hata wewe mwenyewe umejikatia tamaa. Nini nataka nikwambie mahali hapa unanisikiliza? Hakuna dhambi inayomshinda Mungu kusamehe. Hakuna mtu aliyemkimbilia Mungu akabaki kama alivyo. Kuna watu walikuwa wamepinda, tumesikiliza shuhuda, lakini nyingine zinatuhusu sisi wenyewe. Mungu katubadilisha. Nisikilize, ukimwendea Mungu kwa kumaanisha, ni lazima atakushindia na atakutoa katika huo uharibifu. Nisikilize, hakuna mzigo mzito wa dhambi ulionao ambao unamshinda Mungu kusamehe. Hakuna mzigo mzito wa dhambi ambao unamshinda Yesu kuupokea na kukutoa. Nisikilize, hata kama watu wamekukatia tamaa, kimbilia kwa Yesu sasa. Yesu atakupokea na atamwambia mtu na atakusamehe dhambi zako zote. Hata kujikatia tamaa, hata kujiona kwamba huwezi kubadilika, kwa sababu hali ya kujikatia tamaa, kuna mwingine imemfanya hajimilikishe mazima katika dunia, hajimilikishe mazima kwenye ulevi, hajimilikishe mazima kwenye uzinzi, hajimilikishe mazima kwenye mambo ya kishetani. Nisikilize mpendwa, unayenisikiliza, hata kama unapita kwenye changamoto gani za mazingira ya dhambi, usijikatie tamaa. Mwambie Bwana, ninahitaji msaada wako. Nyosha mkono mbinguni, mwambie Bwana, ninahitaji unitoe hapa. Nisikilize, kwa akili zako hauwezi kushinda dhambi. Mungu alimtoa Yesu Kristo ili hafe msalabani, ili kunisaidia mimi kunitoa kwenye dhambi na kukusaidia wewe. Yule aliyenisaidia mimi na kunipa nguvu ya kuweza kuwa mtumishi na kuweza kumtumikia, anaweza pia kukusaidia wewe na udhaifu wako, katika jina la Yesu Kristo ukapate neema hiyo. Kwa hiyo watu some kitabu hapa nikuoneshe. Hebu fungua nami Isaya, kitabu cha Isaya sura ya 1 na mstari wa 18. Isaya sura ya 1 na mstari wa 18. Maandiko yanasema hivi: haya, njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Oh, haleluya! Wangapi ulishaona sufu? Ulishawahi kuona sufu? Sufu ni nyeupe. Kama mzigo wako ulikuwa ni mzito, umekulemea, Mungu anaweza kukutua. Na maandiko yananiambia kwamba anakusamehe dhambi zako, azikumbuki tena. Haijalishi watu wamekusemaje, haijalishi watu wamekuita majina gani. Kuna wengine mpaka mmepewa majina cha pombe, mwingine umepewa majina wewe sijui wa kudanga, sijui maraya, sijui muuni, sijui kibaka. Lakini ukimkimbilia Mungu, Mungu anaweza
anaweza kukusamehe, Mungu anaweza kubadilisha historia yako. Kwa hiyo usiseme kwamba nimefanya dhambi sana, Mungu hawezi kunisamehe. Hapana, hiyo kauli ondoa kwenye maisha yako. Mungu anaweza kukusamehe, haijalishi umefanya nini. Wewe tu ni kumkimbilia, acha kujiwekea mipaka, mkimbilie kwa moyo wa kumaanisha. Kwa hiyo hii hisia ya hatia inaweza kuleta hali ya kukata tamaa, lakini mtu huona ni bora kuendelea na dhambi. Nisikilize, usiendelee na dhambi, mgeukie Mungu leo. Lakini rehema ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi yoyote. Rehema ya Mungu tumepewa bure. Rehema Mungu ni kubwa mno, inaweza kuuisha maisha yako, inaweza kukubadilisha. Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa hiyo kujikatia tamaa au kujiona uwezi kubadilika tena, hii inawezekana ikawa ni kizuizi ambacho kinaweza kikakuzuia usifanye toba ya kweli. Hebu kiepuke, usijikatie tamaa. Umefanya dhambi, kimbia madhabahuni, tubu, kimbia kwa Mungu, tubu. Wala hata kama umesikia injili leo hali yako ni mbaya, mgeukie Bwana, anaweza kukusamehe na kukutakasa. Tuangalie jambo la 10 katika somo letu linalosema mambo 10 ya kuepuka ambayo yanaweza kupelekea mtu asifanye toba ya kweli. Jambo la 10 linasema unafiki wa kiroho. Yani hii ni hali ya mtu kuonekana mtakatifu nje, lakini ndani umeoza. Ni hali ya kuonekana mtakatifu nje, kwa nje unaonekana mtakatifu. Okay, kuna zile dhambi za sirini. Okay, hadharani mtu anaweza kuonekana kama msafi sana, lakini sirini ni mtu mbaya. Na hichi kitu kinatafuna wengi sana, kinatafuna waumini wengi sana. Unafiki wa kiroho, kuonekana mtakatifu nje lakini ndani umeoza. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo sura ya 23 mstari wa 27 mpaka wa 28. Mathayo sura ya 23 mstari wa 27 mpaka wa 28. Maandiko yanasema hivi: ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo nyinyi nanyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Okay, nini Yesu alikuwa anasema mahali hapa? Yesu alikuwa anasema mahali hapa kwamba si tu kutengeneza mazingira ya nje. Cha kwanza, wokovu wa kweli unaanza ndani ya moyo wa mtu, kwa maana ya kwamba hali ya unafiki wa kiroho inaweza ikamzuia mtu asifanye toba ya kweli, akafanya toba machoni pa watu, lakini sirini bado ana maisha ya hovyo. Akafananisha sawa na makaburi. Kaburi inawezekana kwa nje limejengelewa vizuri, limewekewa na tiles, limepigwa na rangi, lakini kule ndani ni mifupa tu. Yani maana yake kwa mtu anaweza kaonekana nje ni msafi, ananyenyekea, lakini huko sirini ana maisha ya hovyo. Kwa hiyo wapendwa, tuache unafiki wa kiroho, tusionekane tu watakatifu nje lakini ndani tumeoza. Utakatifu wetu wa nje uanzie kwanza ndani. Kwa hiyo mtu anaweza kuonekana mtakatifu mbele za watu kwa kuhudhuria ibada, kuomba hadharani, lakini ndani anaishi maisha ya dhambi. Mungu hataki hichi. Ni kitu ambacho kinaweza kukuzuia usifanye toba ya kweli. Ni kitu cha epuka unafiki wa kiroho, mpendwa. Kwa hiyo unapojali muonekano wako wa nje kuliko hali ya moyo, toba ya kweli ushindikana. Kwa hiyo wokovu wa kweli Mungu aanze kwanza kuchonga moyo wako, atengeneze kwanza moyo wako. Ukisafishwa huko ndani, huko nje utakuwa safi, mtu wa Mungu. Usiishi maisha ya unafiki wa kiroho. Kwa hiyo unafiki wa kiroho ni miongoni mwa jambo ambalo linazuia watu wengi wasiweze kuwa na maisha ya toba ya kweli. Ni jambo la epuka, kataa kwa jina la Yesu Kristo. Kataa unafiki wa kiroho. Natamka kwa jina la Yesu Kristo, hatutakuwa na unafiki wa kiroho, bali kweli yetu itaanzia rohoni na itakuja mwilini. Tutaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Nimemaliza. Nikushukuru wewe ambaye ulikuwa unasikiliza. Naomba nikutajie hizi point kwa haraka sana. Tulianza na pointi ya 6, tukasema mambo ambayo yanaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Tukasema ni kuahirisha toba. Maana yake mtu anasema nitatubu baadaye. Hili jambo linaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Neno la kuepuka hilo jambo. Na jambo la 7 nikasema ni kukosa ufunuo sahihi wa upendo wa Mungu. Mtu ana ufunuo sahihi kwamba Mungu ni wa upendo, muona Mungu kama ni katili fulani, ni kitu ambacho sio kabisa. Maana ile kitabu cha Yohana 3:16 nasema maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Lakini jambo la 8 nikasema kwamba
kwamba mazingira mabaya na ushawishi mbaya. Hichi ni kitu ambacho cha kuepuka pia, kiweze kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Lakini jambo la 9 ni kukata tamaa au kujikatia tamaa na kujiona uwezo kubadilika. Hili ni jambo la kuepuka pia, ambalo linaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Na jambo la 10 nikasema ni unafiki wa kiroho, maana kuonekana mtakatifu nje lakini ndani umeoza. Hili ni jambo pia la kuepuka, linaweza kumzuia mtu asifanye toba ya kweli. Asante kwa kusikiliza. Asante sana kwa kusikiliza mtu wa Mungu. Ulikuwa nami mwalimu Eric Aristide. Namba yangu ya simu ni 0692180888. Ninakutakia wakati mwema. Mwanzo wa fundisho hili na mwisho wa fundisho hili ndio mwanzo wa fundisho lingine. Mungu akubariki sana na kutakia mafundisho mema, ujifunze salama na Mungu akutunze. Bye.